Mwokozi wetu karibu, ndiye aliyetufia. Waandikwa mbinguni, atawakusanya. Mlangoni, ndiyo asimama mlangoni. Kuja kwake karibu. Dawamu tutafurahi, makaoni ya milele. Tutakaa na Mwokozi na... Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa chaneli ya Umwendogani Nyumbani, mimi ni mchungaji Fahari Kapange ambaye ninakuletea kipindi hiki katika siku hii ya leo, na ninakukaribisha sana katika somo ambalo tunakwenda kujifunza ujumbe makini kwa ajili ya wokovu wetu tunaposafiri katika dunia hii kwenda katika makao ya milele. Nakukaribisha sana kwa namna ya pekee, kwa moyo uliokunjuka, kwamba karibu tujifunze pamoja katika somo la leo ambalo linakwenda kutubariki, na tunakwenda kujifunza mambo mengi kutoka katika Biblia, mambo ambayo yatatusaidia sana katika maisha yetu ya Ukristo. Kabla ya kuendelea na somo letu, nipende kukualika mtazamaji na msikilizaji ya kwamba tuweze kufumba macho na kuomba ili Mungu awe pamoja nasi katika darasa hili tunalokwenda kujifunza leo. Tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa afya uliyotupatia. Tunakushukuru sana kwa pumzi ya uhai uliyotupa. Leo tena kwa mara nyingine tunahitaji kuendelea kujifunza katika chaneli yetu ya Umwendogani Nyumbani. Tunaomba Roho yako Mtakatifu atusaidie kuweza kuelewa kweli za muhimu katika maisha yetu tunaposafiri kwenda katika makao ya milele. Bariki mtazamaji na msikilizaji, unibariki pia. Sote kwa pamoja tupe Roho ili atujalie kuelewa na moyo wa kuamini na nguvu za kuweza kuyatenda haya. Tunaomba katika jina lake Yesu, amen. Mtazamaji na msikilizaji, kumbuka kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare. Hii ni kwa sababu ukifanya hivyo, kwanza utajipatia faida mwenyewe binafsi. Wakati mwingine nikihitaji tena kuupload video nyingine, itakusaidia wewe pia kujua mapema na kupata ujumbe huo bila kupitwa na kitu chochote. Lakini utakapokuwa na share, utawasaidia wengine pia kupata baraka hizi za kulijua neno la Mungu pamoja na kutayarisha wakati tunamsubiri Yesu Kristo anayekuja upesi. Kwa hiyo kumbuka kusubscribe na kusihi sana, lakini comment, andika ujumbe pale, mimi nitausoma, nitayapata maoni yako ambayo unayo kwa ujumbe huu. Lakini pia like na kisha share na marafiki zako, shiriki pamoja nao baraka hizi za wokovu. Ni mpango wa Mungu kwamba baraka za wokovu ziwafikie wote wenye mwili, kwa sababu Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Somo letu leo lina kichwa kinachosema kifo cha hiari kinachomtukuza Mungu. Kifo cha hiari kinachomtukuza Mungu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mara nyingi ukisoma katika Biblia inaonyesha kwamba Mungu hapendi kifo. Ndivyo ilivyo, Mungu hapendi kifo. Kwa mfano, ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10 na lile fungu la 10, utakutana na ujumbe ambao uko pale unaoashiria kwamba Mungu hapendi kifo. Mungu hapendi kifo hata kidogo. Mungu yeye anapenda maisha, anapenda uzima. Lakini mimi nasema kifo cha hiari ambacho
kinamtukuza Mungu. Mungu anakifurahia, Mungu anakipenda kifo cha hiari. Kitabu cha Yohana sura ya 10 na lile fungu la 10, neno la Bwana linasema, anasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Msikilizaji wangu, hapo utagundua kwamba Yesu anasema mwivi anapokuja, dhamira yake inakuwa ni kuua, inakuwa ni kuharibu na kuchinja. Kwa mwivi anakuja akiwa na mission ya kuondoa uhai. Yesu anasema, mimi misheni yangu haikuwa hiyo. Mimi nilikuja ili muwe na uzima na kisha muwe nao tele. Kwa hapo utagundua kwamba Yesu anataja wazi ya kwamba misheni yake ni kinyume na mwizi. Mwizi ambaye anakuja kuondoa uhai ili auwe, Yesu anakuja ili tuwe na uhai. Tena sio kidogo tu, anakuja ili tuwe nao tele. Lakini kwenye kitabu kile cha Ezekieli sura ya 18:32, Ezekieli sura ya 18 na ile aya ya 32, utayakuta tena maneno mengine ambayo yako wazi kabisa, ambayo Mungu anayasema kuonesha kwamba yeye kuondoa uhai sio mission yake hata kidogo. Kitabu cha Ezekieli sura ya 18 na ile fungu la 32, neno la Bwana linasema hivi: mimi sikufurahii kufa kwake afaye, asema Bwana Mungu, basi gairini mkaishi. Je, umelisikia hilo? Maana mimi sikufurahii kufa kwake afaye, asema Bwana Mungu, basi gairini mkaishi. Sasa mtazamaji na msikilizaji wangu, Mungu anasema mimi sifurahii mtu yeyote anapokufa. Wakati binadamu tunakuwa tunaomboleza, tumempoteza mpendwa wetu, tumempoteza rafiki, tumempoteza ndugu, wakati sisi tunaumia majonzi, tunalia, hili pia halimpendezi Mungu. Yeye hafurahii mtu anapokuwa anakufa. Anasema basi geukeni au gairini mkaishi. Kumbe kifo sio mission ya Mungu. Mungu hapendi mtu kufa. Yeye anapenda tuishi, anapenda tuwe na uzima wa milele, anapenda tuishi milele. Sasa somo letu linasema kifo cha hiari kinachomtukuza Mungu. Wakati tumekwisha kutazama ya kwamba Mungu anapenda tuishi, upande wa pili tena kuna somo ambalo hili linaendelea, kifo cha hiari kinachomtukuza Mungu. Hii inakuwaje? Mungu hapendi tufe, lakini kuna kifo ambacho unapokuwa umekufa kwa hiari, yeye huwa anajitwalia utukufu, anapenda. Ni kifo gani hicho ambacho ninakizungumza, ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu? Tuende katika neno la Bwana kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28 na lile fungu la 19 na 20. Hapo utagundua kuna ujumbe mahususi ambao hatuna budi kusoma katika somo letu hili leo. Kitabu cha Mathayo 28 na lile fungu la 19 na la 20. Neno la Bwana linasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Msikilizaji, neno la Bwana linasema mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Lakini mtawafanyaje kuwa wanafunzi? Mtawafanya kwa staili ya kuwabatiza na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Sasa neno la Bwana linamtuma kila mmoja aliyekwisha kuamini kwamba anapokuwa anaenda ahakikisha na wafanya watu kuwa wanafunzi. Ndio tafsiri sahihi ya hili fungu. Unapokuwa unakwenda, unaagizwa kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Lakini kwa staili ipi au kwa namna gani? Unawafanya kwa kuwabatiza na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Hili ni fungu la kwanza. Lakini kitabu cha Marko sura ya 16 na lile fungu la 15, sura ya 16, 15
kuna maneno haya tena ambayo Marko anayaandika. Marko sura ya 16:15 anasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Mtazamaji na msikilizaji, katika mafungu mawili tuliyosoma kutoka kwenye kitabu cha Mathayo pamoja na Marko, kuna vitenzi ambavyo vinafanana. Kwenye Marko 28:19 anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza. Lakini hapa kwenye Marko anasema, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Sasa mfanano hapa tunaokuta katika kitendo cha kubatizwa. Mathayo anasema, muwabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini Marko yeye pia anasema aaminie na kubatizwa. Kwa hiyo wanafanana katika ujumbe wa ubatizo. Hii tafsiri yake ni nini, mtazamaji wangu? Ni hivi: Yesu anapowatuma watu kwenda kufanya kazi ya kuhubiri Injili, anatoa mwongozo kwamba atakayeamini, udhihirisho wake wa kuamini utafanywa kwa kitendo cha ubatizo. Mungu hasemi nendeni mkahubiri Injili, mkishahubiri ondokeni. Anasema Injili itaambatana na kuwabatiza waaminio. Hilo ndilo agizo la Yesu. Kwa hiyo Injili siyo kitendo cha kurushwa tu, unarusha Injili halafu natoweka. Kuna cha kufanya kwa yule atakayeamini. Kipi kitafanya kwa atakayeamini? Unaambiwa atabatizwa. Kwa hiyo mwongozo hapa ambao Yesu anautoa ni kwamba Injili itaambatana na kitendo cha kuwabatiza watakaoamini. Sasa hapa ni muhimu ufahamu kitu kimoja, ndugu mtazamaji na msikilizaji. Katika mahusiano na Mungu, kama unahitaji kuwa na mahusiano na Mungu, katika mafungu hayo mawili, mahusiano na Mungu hurasimishwa kwa njia ya ubatizo. Kama Injili imekufikia na wewe umeamua kuamini, basi utaamini Injili hiyo kwa njia ya kukubali ubatizo. Ukubali wako kwamba mimi ninaamini Injili hii, mimi ninaamini ujumbe huu wa milele, mimi ninaamini habari njema za ufalme, basi utalifanya hilo kwa njia ya ubatizo. Sasa ubatizo ni nini? Maana Mathayo anautaja, lakini Marko pia anautaja. Ni kitu gani kinaitwa ubatizo ambao litakuwa ni tendo la mwitikio kwa yeyote atakayeamini Injili? Nenda katika kitabu cha Mathayo sura ya 3, nitaanza lile fungu la kwanza. Kitabu cha Mathayo sura ya 3 na lile fungu la kwanza nitashuka mpaka 6. Neno la Bwana linasema, siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Fungu la 5, ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Nasoma tena fungu la 5 na lile fungu la 6. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Kimsingi, mtazamaji na msikilizaji, huwezi ukaelewa juu ya mada ya ubatizo isipokuwa umejifunza kwanza kitabu cha Mathayo
kwa kina, ambapo anatajwa mtu wa kwanza kubatiza ambaye anaitwa Yohana. Sasa katika hizo aya nilizozisoma hapo kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 3 kuanzia 1 mpaka 6, yako mambo makubwa mawili ambayo nimeyaona hapo kwenye hizo aya. Jambo la kwanza, ubatizo wa kwanza ulifanywa na Yohana ambaye anafahamika kama Yohana Mbatizaji. Huyu ndiye mtu wa kwanza anayetajwa katika Agano Jipya kuanzisha huduma ya ubatizo. Anaitwa Yohana Mbatizaji, lakini katika Isaya alikuwa ametabiriwa kama mtu aliaye nyikani. Kwa ilipotimia, alipoanza kuhubiri wakati wa Agano Jipya, hakika alikuwa ni mtu aliaye nyikani. Kwa hiyo jambo la kwanza katika aya hizo, ubatizo wa kwanza ulifanywa na Yohana, maarufu kama Yohana Mbatizaji, au lugha iliyotumika na manabii, alikuwa ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Jambo la pili nililoliona, ubatizo wa kwanza ulifanywa mtoni. Na mto gani? Biblia inaweka wazi katika mto wa Yordani. Kwenye lile fungu la 5 nasema, ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Kwa hiyo mambo mawili tumeyaona katika aya hizo. Moja ni kwamba ubatizo wa kwanza anatajwa mtu ambaye alianzisha, naye ni Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo ubatizo unaanza katika Agano Jipya. Katika Agano la Kale haupati mahali ambapo Biblia inaonyesha kwamba ubatizo ulifanywa katika zama za manabii. Kwa hiyo ubatizo wa kwanza ulifanywa na Yohana Mbatizaji, lakini ubatizo huo wa kwanza na Yohana huyu ulifanywa katika mto wa Yordani. Lakini nenda katika kitabu cha Yohana sura ya 3 fungu la 22, mara baada ya Yesu kumaliza mazungumzo na Nikodemu, Biblia inahama kuelezea tukio jingine baada ya kuelezea mazungumzo kati ya Yesu na Nikodemu. Kitabu cha Yohana sura ya 3 22 na 23, neno la Bwana linasema, baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi, akashinda huko pamoja nao, akabatiza. 23, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Sasa katika aya hii ya Yohana sura ya 3 22 na 23 tunapata hoja nyingine tena, hoja ya 3. Tunapata hoja nyingine tena muhimu ambayo ni hoja ya 3. Baada ya zile hoja mbili kwenye kitabu cha Mathayo 3 1 mpaka 6 kwamba ubatizo wa kwanza ulifanywa na Yohana ambaye alikuwa sauti ya mtu aliaye nyikani, lakini pia ubatizo wa kwanza ulifanywa katika mto Yordani. Hapa tena kwenye Yohana 3:22 23 tunapata hoja nyingine. Hapa pendwa mtazamaji na msikilizaji, tunapata hoja kwamba ubatizo mwingine ulifanywa Ainoni karibu na Salimu au Salemu. Kwa hiyo tunaongezewa tena kwamba mara baada ya ubatizo wa kwanza kufanywa katika mto Yordani haikufanywa kama eneo takatifu kwa vizazi vyote vitakavyokuja baadaye kwa watakaoamini Injili, kwamba wote wataelekea Yordani. Hapa tunaambiwa na Yohana kwamba ubatizo mwingine ulifanywa Ainoni karibu na Salemu. Hatujapewa sasa hapa eneo lililotengwa duniani kama eneo takatifu ambalo litakuwa linatumika kwa ajili ya ubatizo kwa zama zote. Hapa maandiko yanaongeza tena hoja nyingine tena, inti nyingine tunaipata hapa kwamba kuna ubatizo mwingine ulifanywa Ainoni karibu na Salemu. Sasa unafikiri ubatizo wa kwanza ule uliofanywa Yordani, je, ingelazimu kwamba Yohana alipokuwa anahubiri hapa Ainoni ni lazima ingeenda kufanya pale Yordani? Ni muhimu ujue jiografia. Mara ya kwanza ubatizo mahubiri yalifanywa Bethania, ng'ambo ya Yordani.
Bethania ng'ambo ya Yordani, na huku ni kusini, karibu na mji Yeriko. Huku ndiko ambako mara ya kwanza sauti ya mtu aliye nyikani alikuwa anahubiri. Yohana huyu alikuwa anahubiri Bethania ng'ambo ya Yordani. Lakini mara ya pili Ainoni unakwenda kaskazini ya Bethania. Unakwenda karibu, wanajiografia wanakadiria kilomita 70 mpaka 100. Kilomita 70 mpaka 100 sio pafupi. Uwezo ukasafiri kilomita 70 mpaka 100 unakwenda kubatiza eneo lile ambalo ulibatiza kwa mara ya kwanza kwa kusafiri kilomita 70 mpaka 100. Of course haileti sense ama haileti mantiki, haileti maana. Ni muhimu tu kutazama eneo lilopo kama pana sifa ambayo inafanana ama sifa inayohitajika kwa ajili ya kukidhi huduma hiyo. Sasa hebu angalia kitabu cha Yohana 1:24, anaeleza kwamba ubatizo ule uliotajwa katika Mathayo ulikuwa Bethania ng'ambo ya Yordani. Kitabu cha Yohana 1:24. Yohana 1:24, neno la Bwana linasema, nao wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo, wakamuuliza wakamwambia, mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo wala Eliya wala nabii yule? Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji, katikati yenu amesimama yeye msiyemjua ninyi, ndiye yule ajaye nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake. 28, hayo yalifanyika huko Bethania ng'ambo ya Yordani, alikokuwako Yohana akibatiza. Kwa hiyo ule ubatizo wa kwanza uliofanywa katika mto wa Yordani, maandiko yanasema ilikuwa ni Bethania ng'ambo ya Yordani. Sasa kuelekea Ainon karibu na Salem ni kilomita 70 mpaka 100 kama nilivyosema, ambavyo watafiti wengi wa maandiko wanakubaliana. Sasa hoja ya tatu, ubatizo ulifanywa Ainon karibu na Salemu. Ubatizo mwingine huu baada ya ule wa kwanza uliofanywa katika mto wa Yordani. Lakini sikiliza, ondoka na jambo hili katika hoja hii ya ubatizo uliofanywa Ainoni karibu na Salemu. Hakutakuwa na mahali popote duniani ambapo penyewe patatengwa rasmi kama eneo takatifu kwa ajili ya ubatizo. Kitendo cha aya hii kuonesha kwamba Yohana alikuwa anabatiza Ainon muda huu, this time, tofauti na mara ya kwanza alipobatiza Jordan, ila kwa sasa anabatiza Ainon. Hii inaonesha kwamba hakuna eneo takatifu ambalo litatengwa hilo tu, kama wengine wanavyokwenda kuhiji katika maeneo fulani hivi, hayo tu katika sayari yetu. Kwa hiyo ubatizo utafanyika mahali popote pale penye sifa inayofaa. Hebu angalia Yohana anavyomaliza hapa kwenye Yohana 3:23. Yohana 3:23 anasema, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainon karibu na Salim, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Kumbe sababu ambayo ilimfanya Yohana abaki hapo Ainon, aendelee kubatiza hapo Ainon, ni kwa sababu palikuwa na sifa ambayo inafaa kufanya huduma hiyo ya ubatizo. Na hiyo huduma na hiyo sifa inayofaa unaambiwa kwa sababu palikuwa na maji tele. Unajua hapa fumbo limefumbuliwa. Wewe ambaye siku moja unatamani kubatizwa, wewe ambaye huenda ulishabatizwa tayari huko nyuma, sikiliza, fumbo limefumbuliwa. Yeyote ambaye atahitaji kuyafanya mahusiano yake na Mungu yawe rasmi atahitaji kubatizwa. Lakini wapi? Mahali popote duniani penye maji mengi au mahali penye maji tele, hapo patafaa kwa ubatizo. Kwa hiyo sifa ya kuchagua eneo la ubatizo ni mahali penye maji mengi au mahali penye maji tele. Ukienda tena kwa mara nyingine katika kitabu cha Matendo sura ya 8:26 utakutana na mtu mmoja tena anaitwa Filipo. Anasemaje? Kitabu cha
Matendo 8:26 anasema, malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia, ondoka ukaende upande wa kusini hata njia ile iteremkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Sasa sikiliza, Filipo anaelekezwa na malaika aelekee njia ile inayotoka Yerusalemu inaelekea Gaza, njia inayopita jangwani. Hapa nasoma haraka haraka 27, anasema naye akaondoka akaenda, maana akamwona mtu wa Kushi, yani Ethiopia, towashi mwenye mamlaka chini ya Kandake malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Akawa akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Basi Filipo akaenda mbio akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akanena, je, yamekuelea hayo unayosoma? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Haya ni mahojiano sasa kati ya Filipo na huyu malikia na huyu mtunza hazina huyu. Sikiliza, na huyu towashi anamwambia Filipo, anamsikia huyu towashi anasoma gombo la nabii Isaya. Sasa anamuuliza, je, unaelewa hayo unayoyasoma? Anajibuje yule mtu? Sikiliza katika lile fungu la 31. Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma huyu towashi mwenye mamlaka chini ya Kandake malkia wa Kushi, anasema alikuwa anasoma haya hii: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyokimya mbele yake amkatae manyoya, vivyo hivyo yeye naye hakufunua kinywa chake. Katika kujiviri kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Sasa yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba, nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au habari za mtu mwingine? Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame. Wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Sikiliza, mara hii tena sio Yordani, mara hii tena sio Ainoni karibu na Salemu. Ni eneo jingine tu njiani kwenda Gaza, ambapo Filipo alimbatiza yule Mkushi aliyekuwa chini ya Kandake malkia wa Kushi, au malkia wa Kushi. Yes, malkia wa Kushi. Sikiliza, hapa si Yordani tena, wala hapa sio Ainon, ila ni njiani kwenda kule kusini. Pendwa mtazamaji na msikilizaji, unajifunza nini hapa katika aya hizi zote tulizosoma, kuanzia Mathayo sura ya 3:1-6, Yohana 3:22-23, na hapa kwenye kitabu cha Matendo 8:26 kwenda 38? Unajua ni nini hapa? Tunakutana na maji mengi, maji tele. Kwa nini sasa Biblia inapotaja ubatizo inazungumzia tu habari za maji tele au maji mengi? Wote waliobatizwa ni katika maji mengi. Mto Yordani ni maji mengi, sio maji ya kwenye birika hayo, sio maji ya kwenye kikombe. Lakini ukienda Ainoni, Biblia imetaja wazi wazi kulikuwa na maji tele. Na hapa tena unaambiwa wakateremka majini. Maji hayo sidhani kama ilikuwa ni maji ambayo yametuama hapo chini, yanaweza kujaa kwenye kikombe au kwenye ndoo, alafu sema watu wameteremka kwenye maji. Ukichimba hapo kishimo ukajaza kikombe kimoja, alafu watu washuke humo. By the way, hata watu hawezi kutosha kwenye hicho kishimo cha jagi la lita 1 ama lita 2 ama lita 10 hata lita 20, la hasha. Na hapa ni maji mengi, tunaona wakateremka majini. Sasa manake nini? Kitabu cha Warumi sura ya 6 fungu la 1 mpaka fungu la 4
pana maneno yafuatayo ambayo yatatusaidia kuelewa hii dhana ya maji kuwa mengi kwenye jambo la ubatizo katika Agano Jipya. Kitabu cha Warumi sura ya 6 lile fungu la 1 mpaka 4 anasema, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Fungu la 4, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Manake nini? Sikiliza. Hapa tunaambiwa mtu anayeachana na dhambi anahesabika kwamba amekufa. Anasema tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Mtu aliyeifia dhambi ni yule ambaye hawezi kuishi tena katika dhambi. Dhambi haitawali ndani yake, dhambi haipumui ndani yake. Huyu mtu anahesabika amekuwa maiti, amekuwa mtu aliyekufa, amekuwa mfu. Sikiliza mtazamaji na msikilizaji. Mungu anapenda dhambi ikome katika maisha yako. Anataka uwe mfu kwa dhambi. Anataka wewe uwe maiti kwa dhambi. Dhambi sitawale ndani ya maisha yako. Na ukifikia hatua hiyo, wewe unahesabika mtu aliyeifia dhambi, na dhambi haiwezi kutawala tena katika maisha yake. Sikiliza kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na lile fungu la 9. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na lile fungu la 9. Anasema hivi, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Umeona mpango wa Mungu? Mungu hapendi mtu yeyote apotee. Anataka watu wote waifikirie toba, wote wafike kwenye toba. Mpango wa Mungu ni kwamba wewe utubu. Hapendi uendelee kuishi maisha ya dhambi. Anapenda uwe kiumbe kipya. Mungu anapenda wewe ufe, kwa maana kwamba Mungu anataka wewe dhambi ife ndani yako, kwa sababu anataka wewe uwe kiumbe kipya. Hataki uwe mtu ambaye unatumikishwa na dhambi za ibilisi. Anataka wewe uwe mtoto wake, akufanye uwe kiumbe kipya, uishi ndani yake. Ndicho ambacho Mungu anakitaka. Sikiliza hili fungu tulilosoma. Anasema Mungu hapendi mtu yote apotee, hapendi mtu yote afe katika dhambi. Anapenda wote tuifikirie toba. Ndio mpango wa Mungu ambao anautaka kwa kila mwanadamu. Anapenda wote dhambi isitawale ndani yao. Kama dhambi inakaa ndani yako, ni jambo ambalo Mungu halipendi liendelee. Anataka hilo jambo lifike mwisho. Uiache dhambi. Wewe mtazamaji, kama wewe ni mbinafsi, Mungu hataki hiyo tabia. Kama wewe ni mwongo, Mungu anataka ubadilike. Wewe ni mlevi, unakunywa viroba, unakunywa konyagi, kunywa bia, kunywa pombe, Mungu hataki uishi maisha hayo mpaka unaingia kaburini. Kama wewe ni mwasherati, wewe mzinzi, hapendi hiyo tabia. Wewe ni mchawi, wewe ni mwizi, wewe ni jambazi, Mungu anataka hiyo tabia ife ndani yako. Na siku hiyo tabia ikifa ndani yako, utahesabika wewe mwenyewe umeifia dhambi. Wewe mwenyewe kitendo cha kuacha kuwa binafsi, kuwa mwongo, kuwa mlevi, kuwa mwasherati au mzinzi, kuwa mchawi, kuwa mwizi, kuwa jambazi au vyovyote vile, utakapokoma, basi wiring katika akili yako itakuwa imebadilika kabisa. Ile wiring aliyoitengeneza shetani ya kuwa mtu wa kuishi dhambini, itakuwa hiyo imekufa kabisa, na wewe utakuwa kiumbe kipi. Sasa baada ya kufa, nini kitakachofanyika? Ukishaifia dhambi, nisikilize. Nini kitafanyika, msikilizaji?
Msikilizaji, nini kitafanyika baada ya kuamua kugaili, baada ya kuifia dhambi? Ukienda kwenye ile Warumi, ndipo sasa anakwambia maneno yafuatayo kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6. Anasema hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo tulibatizwa katika mauti yake? Fungu la 4, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Yeyote ambaye dhambi imekoma kutawala katika maisha yake, Biblia inasema huyo ambaye ni mfu sasa anayo safari ya kujongea kwenda kaburini, ambako anakwenda kuzikwa, lakini kwa njia ya ubatizo. Sio kuchimba kaburi ardhini. Yeye kifo chake huyu sio mwili umekoma kutoa pumzi yake, ila dhambi imekoma kutoa pumzi yake moyoni mwake. Kwa huyu amekufa kiroho. Kaburi lake anakwenda kwenye kaburi lile ambalo haliathiri pumzi hii ya uhai, anakwenda katika maji. Sasa fungu la 4 anasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Unajua, Yesu anapokufa katika msalaba wa Calvary, alikufa akiwa amebeba dhambi za ulimwengu. Sasa akiwa na mizigo ya dhambi zikamuua pale Calvary, na baada ya kumuua pale Calvary akaenda kuzikwa katika kaburi la Yusufu. Na alipofufuka, alifufuka akiwa ameshinda mauti, akiwa ameshinda kifo, na akafufuka akiwa kiumbe kipya aliyeshinda mauti. Ni vivyo hivyo naambiwa na wale wote ambao dhambi zimewalemea, lakini wakaamua kuzifia hizo dhambi, wanakwenda kaburini, wanazikwa, wanaungana na Yesu kwenye maziko. Yesu alizikwa hivi kwenye kaburi la Yusufu, wao wanaungana naye kwa njia ya ubatizo, na wao wanazikwa kwa njia ya ubatizo. Mwili uliokuwa unatumikia dhambi unakwenda unazikwa kwa njia ya ubatizo, ili wanaponyenyuka kutoka majini waungane na Kristo aliyefufuka akiwa ameshinda mauti. Na wao wanaponyenyuka au wanapoibuka kutoka majini, wanaibuka wakiwa wapya katika Kristo, tayari kuishi maisha matakatifu na kumsubiri Yesu anayekuja haraka. Sasa kitendo cha kutumbukiza mwili majini kinaitwa kuzika mwili. Kwa wewe, baada ya kuamua dhambi haitatawala katika maisha yangu, ninaacha zinaa, ninaacha ujambazi, ninaacha uchawi, ninaacha ubinafsi, ninaacha uongo. Baada ya hayo yote unaelekea kaburini, ambako unakwenda kuzika mwili, na hilo kaburi ni maji mengi au maji tele. Wale wote walioamini Injili wakati wa mitume, waliohubiriwa, basi walielekea kaburini, wakazikwa katika mto Yordani, wakazikwa Ainoni, wakazikwa na mahali pengine popote palipokuwa na maji mengi. Sasa ukitumia lugha ya asili inayoandika Agano Jipya, kitabu cha Mathayo mpaka Ufunuo, kitabu cha lugha ya Kiyunani ama lugha ya Kigiriki, kitendo cha kuzika mwili majini kilitokana na kitenzi ambacho kinaitwa baptizo. Unaposema baptizo, nimetumia o ndefu kwa sababu Wayunani wana o mbili. Wana o fupi inaitwa omicron, lakini wana o ndefu inaitwa omega. Sasa Wayunani wanaposema baptizo, anapotamka baptizo Myunani, unajua anamaanisha nini? Anamaanisha ninatumbukiza au ninatosa majini au ninatosa mpaka kilindini. Ndio tafsiri yake. Narudia tena, Myunani anaposema baptizo anamaanisha ninatumbukiza, ninatosa au ninazamisha mpaka kilindini. Baptizo, hapo ndipo nomino ya ubatizo ilipotokea, kwa sababu waliona watu wanazamishwa katika maji, wakasema baptizo anawazamisha watu, anawatumbukiza watu katika maji mengi, anawazamisha kabisa, watu wanazama ndani, kumbe anawatumbukiza watu. Kwa hiyo msamiati
ulizuka katika maeneo au katika mazingira halisi tu, sio kwamba msamiati watu walikuwa wanafanya vitu tofauti na msamiati wenyewe unavyomaanisha, alafu wakatumia msamiati wa baptizo. Hapana. Kwa neno baptizo linamaanisha kutumbukiza kitu ndani ya maji. Kwa mfano, jiwe unapolitumbukiza ndani ya maji, jiwe halielei kamwe. Huwezi ukalitumbukiza jiwe ndani ya maji halafu ukaona sehemu ya jiwe iko juu na sehemu nyingine ya jiwe iko chini, kama tunavyo state zile kanuni za Archimedes, wale wanaosoma masomo ya fizikia huko sekondari, kwamba kuna vitu huwa unavitumbukiza kwenye maji, lakini vyenyewe vinakuwa vimezama kwa sehemu. Sasa jiwe sio hivyo. Jiwe linazama mpaka ndani kabisa, linatumbukia. Au chuma, ukitumbukiza chuma ndani ya maji hakiwezi kuelea, kinazama ndani ya maji. Basi kitendo cha kutumbukiza jiwe, msamiati katika lugha ya Kiyunani baptizo, umetumbukiza, umetosa, umezamisha mpaka kilindini. Kwa hiyo msamiati wa watu kuzamishwa ndani ya maji, msamiati huo ukatumika kumaanisha watu waliokuwa wanazamishwa katika maji ambao walikuwa wanamkiri Yesu Kristo kupitia Injili iliyokuwa inahubiriwa na mitume. Sasa leo katika ulimwengu wa Wakristo leo, kuna namna nyingi ambazo wengi wanadai kwa kufanya hivyo wamezika mwili uliokuwa unaitumikia dhambi. Mwili ambao sasa umebadilika, umeamua kuifia dhambi. Leo kuna namna nyingi kutoka dhehebu moja hadi dhehebu jingine. Kwa mfano, wapo ambao wanalowesha kichwa, yani kama kichwa hiki, kichwa changu, anachukua maji anamimina kichwani, anamwagia kichwa mara 3 au mara ngapi, na kwa kufanya hivyo anasema ameuzika mwili ulioifia dhambi. Na mara baada ya kumaliza kumwagia maji anasema sasa wewe ni kiumbe kipya. Yaani kwa kufanya hivyo anakufundisha kwamba eti kwa kumwagiwa maji mara 3 kichwani umezikwa kwa njia ya ubatizo. Sijui kama hiyo inaingia akilini. Unajua, anakuambia kwa upendo kabisa na unyenyekevu, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Yaani mtu achote maji amwage mara 1, ya 2, ya 3, alafu anakuambia kwa namna hiyo ulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. This is oxymoron. Inajipinga yenyewe hii. Na hilo tendo wengi wanaita ubatizo wa kunyunyiza. Lakini wako wengine ambao wao mtu anapita chini ya bendera. Bendera inatengenezwa, alafu unaenda unainama, unapita chini ya bendera. Huu unaitwa ubatizo wa bendera. Na kwa kufanya hivyo, kwa tendo hilo, eti anakwambia ulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Hai. Wengine wanakwenda mbali zaidi. Wao wanapewa barua na mchungaji ambayo huko ndani inakuwa imeandikwa tumekufanyia tathmini muda mrefu, sasa kwa barua hii umebatizwa. Kwa barua hii umebatizwa. Ni kama mtumishi anapofanya kazi serikalini, alafu anaandikiwa barua kwamba tumechunguza utumishi wako na kwa barua hii tumekuthibitisha kazini. Kwa hiyo sasa mtu anakuambia tumeangalia maisha yako katika imani, jinsi ulivyoishi, basi kwa barua hii tunakuthibitisha kwamba umebatizwa. Ati kwa njia hiyo ulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Lakini wengine pia wanaruka moto unawashwa, alafu wale wataradhia au wale candidates wanapanga mstari, wanakimbia, kisha wanaruka ule moto uliowashwa. Na kwa kufanya hivyo basi huu unaitwa ubatizo wa moto. Kwa kufanya hivyo unaambiwa ulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Je, unafikiri haya yote yanaingia akilini? Sikiliza. Wewe uliumbwa ili uishi milele. Na Mungu alikupatia akili ili jambo la kwanza la kutumia akili yako uitumie kuisikia sauti ya Mungu na kuamua maisha yako ya uzima wa milele. Unajua mwisho unakuja hivi karibuni. Saa za kufanya maamuzi kumfuata Kristo ni sasa, tukiwa bado tuna nguvu na akili bado tunazo na bado nchi yetu imetulia. Soma maandiko, ijue njia ya Bwana, tembea katika njia hiyo kabla siku zako hazijakoma kuishi
kuishi duniani. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 fungu la 5 pana maneno haya. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 fungu lile la 5. Neno la Bwana linasema hivi. Waefeso sura ya 4 fungu la 5. Tazia fungu la 4. Anasema mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Mwili mmoja kwa maana mwili wa Kristo. Mungu anatambua mwili wake mmoja, kanisa lake moja, na roho ni mmoja anayeliongoza kanisa la Mungu, kama ambavyo tumaini moja la wito wetu, tunalo moja tumaini moja. Lakini fungu la 5, Bwana mmoja, imani moja na ubatizo mmoja. Tunaye Bwana mmoja, Yesu Kristo Bwana wetu, na imani tunayo moja. Yuda anasema muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Hebu nisome hiki kitabu cha Yuda 1:3, imani moja. Anasema wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa hiyo imani tunayo moja, waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Lakini anamalizia anasema ubatizo mmoja. Tunaye Bwana mmoja, tunayo imani moja, tunao ubatizo mmoja. Ni upi huo ubatizo? Ni ule ambao Yohana aliufanya, sauti ya mtu aliaye nyikani, na kwa ubatizo huo Yesu Kristo akabatizwa na Yohana katika mto Yordani, akazamishwa katika maji mengi katika mto wa Yordani. Ubatizo huo ambao mitume wote walibatiza na wakabatizwa kwa ubatizo huo. Waumini wote wanaotajwa katika Agano Jipya walibatizwa kwa ubatizo huo. Sasa je, sisi tunaoishi katika wakati huu wa mwisho, kwamba sisi Roho ametuvuvia tena kuwa na ubatizo mwingine? La hasha. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, na habadiliki. Ubatizo aliobatizwa yeye ndio ambao yeyote leo anayemsubiri, yeyote anayemwamini, yeyote anayemngoja atafanya ubatizo huo wa kuzamishwa katika maji mengi. Wewe msikilizaji unayenisikiliza leo, napenda nikutie moyo. Kuzaliwa katika mfumo wenye makosa ya kurithi kiimani sio tatizo. Tatizo ni kushikilia makosa uliorithi mpaka unaingia kaburini. Hapo utakuwa umefanya uamuzi wewe mwenyewe wa kuamua kupotea. Katika kuzaliwa, hatuchagui tuzaliwe kwenye nyumba ipi, yenye imani ipi. Tunazaliwa mahali popote pale, kwa sababu principle ama kanuni za Mungu za kuzaliwa hazifanyi kazi kwa wale waaminio, zinafanya kazi kwa wote wenye mwili. Kwa mtu anaweza kabatizwa katika nyumba ya Kibudha, katika nyumba ambako wanaruka moto, katika nyumba ya Kikristo, katika nyumba ya Kiislamu, vyovyote vile unaweza kubatizwa kutoka katika nyumba hiyo. Lakini kabla hujaondoka duniani, unapaswa ufanye uamuzi wa kuchagua njia ya Bwana wewe mwenyewe. Bahati nzuri tunalo neno la Mungu la kutuongoza hapa duniani. Hakuna yeyote ambaye atatazama sana tamaduni na desturi za familia yake. Kama tuna akili, tutatazama sana neno la Mungu lililoandikwa, na tutaishi katika neno hilo ili tufae kusimama katika hukumu ijayo, tukijua tunao uwezo wa kuikabili hukumu kwa ujasiri, kwa sababu tumeishi katika neno lake. Narudia tena, katika batizo zote unazoziona, tembea katika maandiko matakatifu. Yesu alibatizwa katika maji mengi katika mto wa Yordan. Yohana aliendelea kubatiza katika maji mengi. Mitume waliendelea kubatiza katika maji mengi. Hata leo ubatizo wa maji mengi ungali upo kwa wale waliosalia, walioamua kusimama katika neno la Mungu. Na wewe uwe miongoni mwa hao waliosalia watakaobatizwa kuikiri imani, kuikubali Injili, kukubali habari njema ya ufalme, watakaokubali kwa njia ya kuzamishwa katika maji mengi. Kama wewe ulimwagiwa maji kichwani, yani ulinyunyizwa, wewe hukubatizwa. Kama wewe ulipita chini ya bendera, hukubatizwa. Na kama wewe ulipewa barua, hukubatizwa. Uliruka moto, hukubatizwa. Mungu anataka ufanye matengenezo.
Mungu anataka urekebishe jambo hilo ambalo huenda ulilipokea kwa bahati mbaya kwa kurithi, lakini unayo nafasi ya kutengeneza jambo hilo leo. Ubatizo wa kweli, Bwana anakuongoza kuzamishwa katika maji mengi, na kwa hivyo utakuwa umefanya jambo lililo sahihi. Bwana akubariki, uwe jasiri, fanya uamuzi, chukua hatua. Tunapohitimisha, napenda kukaribisha tuweze kuomba. Baba yetu Mungu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa ujumbe huu ambao tumejifunza leo kuhusu ubatizo. Tutaendelea tena huko mbele, tunakuomba tena utuandae. Lakini kwa ajili ya somo tuliojifunza leo, Roho wako Mtakatifu atusaidie kulielewa jambo hili na kutupa nguvu kuweza kulifanyia uamuzi. Bariki mtazamaji na msikilizaji, nami unibariki mpaka tukapokutana tena kwa ujumbe mwingine, katika jina lake Yesu tunaomba. Amen. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare, ili baraka hizi ziwafikie wengi, na bila kubaguana wote tujitayarishe kwa ajili ya uzima wa milele unaokuja. Tutaendelea sehemu ya pili. Bwana na akubariki. Mwokozi wetu karibu, ndiye aliyetufia, waandikwa mbinguni, atawakusanya mlangoni, ndiyo wasimama mlangoni.